haiwezekani mechi ya kirafiki ya waandishi wa habari na marafiki wa injinia. Frank Komba ndo mwamuzi. Leo Frank Komba anakuja kufanya madudu katika uwanja. Leo. Lakini Kisugu, ile silikuwa tu ni mechi ya kirafiki au umeshaunganisha doti? Hivi leo uzito ukubwa wa Frank Komba wa kuchezesha mechi za mtaani ni mkakati. Na ni mkakati ambao naambia wana Simba tukae makini, tuwe makini zaidi ya makini. Na ndio maana nilisema mechi hizi za mwisho TAKUKURU, chukueni nafasi yenu kuhakikisha kwamba bingwa wa haki katika nchi anafanyaje? Anapatikana. Unamaanisha rushwa itakuwa kubwa zaidi? Lazima umakini uwepo. Wewe leo nendeni mkaangalie zile offside. Naziona. Sio makosa ya kibinadamu. Niwaombe sana kamati ya masaa 72. Wende wakamwangalie Frenki. Mimi rafiki yangu lakini sina sababu ya kuficha na mtaja. Lakini ni makosa. Na moja sababu ya kumtaja ajue yeye ni tegemezi la taifa hili. Na ameshapewa mechi za kafu, alipopewa mamlaka kwenda kutafsiri sheria 17 akasimama kwenye nini? Kwenye haki. Leo Frenki anatutia mashaka. Wiki bado. Pale Jimkana, wewe kuepo? Wewe mwandishi kuepo? Frank Komba alikuepo kuepo? Hivi leo mechi ile na uzito gani Frank Komba kuepo kwenda kufanya maamuzi? Leo anakuja kutoa offside za ajabu hapa. Lakini tumeshashuhudia marefa mbalimbali. Nendeni mkawaambie mpira ni mchezo wa hisia. Lakini Kisugu, mpira ni mchezo unauma. Mpira ni vita. Umeshaunganisha doti tayari. Mpira ni vita. Mpira unauma. Kuna muda lazima tuzungumze ili mambo ya ajabu yasije kufanyika katika viwanja hivi. Leo wachezaji wanajitoa kwenye jasho na damu, wanahitaji haki inatendeka. Wakati naongea nanyi waandishi wa habari nilisema mechi za kimkakati hamkutaka kunielewa, nafikiri leo mmenielewa. Ametumwa hapa Frenki kuja kufanya vitu vya ajabu kwenye uwanja. Lakini kiuhalisia mechi za mwisho waga zinakuwa namna hii. Kwa ndio offside vile. Kiuhalisia offside zile. Shindano unakuwa mkubwa. Kiuhalisia vile offside. Sisi toka mwanzo ni washindani. Kisugu, moja katika timu ambazo baadhi ya waandishi wa habari wamekiri. Namtaja kwa jina ndugu yangu Hansi Rafael. Amesema timu ambayo inapata ushindani wa kweli na inapata matokeo ya kweli ni Simba Sport. Sisi tunahitaji ushindani. Tunahitaji ushindani. Tunahitaji haki. Maana yake tunahitaji tafsiri ya sheria 17 ikatafsiriwe. Ukikosea tutakwambia hapa umefanyaje? Umekosea. Kwa hiyo Kisugu, katika tunapokwenda kumalizia ligi mechi hizi, waamuzi wanakwenda kuchezesha mechi za kirafiki hizi wajiangalie. Bado mimi naendelea kuiomba taasisi ya kuzuia rushwa TAKUKURU. Moja katika taasisi ya watu ambao watiifu sana na weledi sana TAKUKURU. Wakasimame kwenye mechi zilizobaki ili bingwa wa haki afanyeje? Apatikane. Bingwa wa ligi ya NBC ndio anakwenda kuwakilisha nchi katika mashindano ya klabu bingwa barani Afrika. Tusiende kumpata bingwa kwa njia za magumashi katika nchi. Mpaka sasa hivi niseme na nitaendelea kusema, nisiwe mnafiki, kwa sababu mama yangu alinileta siku moja katika dunia na nitaondoka siku moja katika dunia. Ikatokea bahati mbaya kuna timu nyingine yoyote kachukua ubingwa tofauti na Simba, sitaikubali na nitasema ubingwa wao haramu na mpira wa Tanzania umebaki. Hautakubali. Yaani katokea msipochukua hiyo ubingwa kwa sababu timu mimi binafsi ubingwa ni Young Africans. Mimi binafsi mwaka jana mimi nisema kadi 2 nyekundu kwenye nchi zimefutwa na zote kafaidika Yanga. Wai mwaka huu tumeona mpaka kamati ya masaa 72 naipongeza, imetoka hadharani imekiri kwamba goli la Simba lilikuwa goli halali. Mama Doris anasema siku zote ukimwona kobe juu ya mti basi ujue kapandishwa. Ukiona Yanga inaongoza ligi kwenye nchi basi ujue makosa ya kibinadamu na kwa msemo ambao mmeutengeneza nyinyi waandishi wa habari kwa propaganda zenu. Yaani leo waandishi wa habari mtu akikosea mnageuza maneno mnasema makosa ya nini? Ya kibinadamu. Hivi kuna hukumu Mungu atakuacha katika dunia kwa sababu makosa ya kibinadamu ulizini? Mmetengeneza nyinyi msemo. Tuwasaidie chama cha mpira wa miguu Tanzania TFF, wanafanya kazi nzuri. Bodi ya ligi wanafanya kazi nzuri. Kwa nini tushirikane na watu wachache wanaharibu mpira kwenye nchi? Why? Guys, nawashukuru sana waandishi wa habari.